hakutokani na misingi ya kujionea huruma. Kwa jifunze kutoa kwa kuto kujionea huruma. Toa kwa kumaanisha, toa kwa moyo, toa kwa bidii, toa kwa namna ambavyo unatamani kugusa moyo wa Bwana. Viko vitu vingi ambavyo tungeweza kuvizungumza huko ndani, lakini miongoni mwa ajenda ambao ninatamani nitengeneze msingi wangu kwa mwendelezo wa siku ya leo, unapokuwa unatoa, na hasa unapotoa sadaka, achilia mbali michango na misaada, unapokuwa unatoa sadaka, angalia, anayefaidika sio anayepokea, ni anayetoa. Ndivyo kanuni ilivyo. Kwa hiyo tunapozungumza kutoa kwa kuto kujionea huruma, maana yake bado tunakutengenezea mazingira ya kupanua wigo wako wa namna ya kutoa. Sasa kwa tafsiri hiyo, maana yake tunakupanulia wigo wako pia wa kupokea. Kwa usitoe huku ukipunguza kiwango chako wakati Mungu anaendelea kukufanikisha. Kuna mahali utakuwa unajifungia milango yako ya baraka. Sasa tulianza Ijumaa kuainisha mambo kadhaa, na kwa sababu ya muda wangu nataka nitumie vizuri. Kuna kitu ambacho natamani nikiachilie leo. Tulianza kuangalia kutoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 8 mstari wa 3. Wakorinto wa pili 8 mstari wa 3. Tuliona namna ambavyo Biblia inasema hawa watu walitoa kwa uwezo wao. Kwa tafsiri nyingine, kiwango cha utoaji wako kinapaswa kifanane na uwezo ambao Mungu amekupa. Ni muhimu sana. Usitoe chini, unapaswa utoe sawa na uwezo wako. Sasa tunajua tunatofautiana uwezo, kwa kila mmoja sawa na uwezo wake. Na hawa watu ndivyo wanavyotufundisha, walitoa kwa uwezo wao. Kwa tafsiri nyingine, kwa kadiri walivyokuwa navyo, kwa kadiri ya mafanikio yao. Isije ikawa unafanikiwa ama Mungu anakuinua, halafu wewe unapunguza kiwango chako cha mtindo na mfumo wa utoaji. Humkomoi Mungu, unajifungia milango ya mafanikio mwenyewe. Kuna mahali nadhani tutaangalia, kama sio wiki ijayo, tutaangalia ndani zaidi kwamba kadiri ambavyo unavyo ugusa moyo wa Mungu, manake unaachilia milango ya baraka kwa ajili yako kufunguliwa. Lakini pia Mungu anakuamini kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini cha pili anasema hawakutoa tu kwa uwezo wao, na zaidi ya uwezo wao. Sasa usiendelee kushindana na hali ya kutoa kwa kawaida. Unapaswa uvuke kwenda kutoa sawa na uwezo wako. Lakini hawa walienda mbali zaidi, walitoa zaidi ya uwezo wao. Manake walitoa zaidi ya ile kawaida, zaidi ya ule uwezo wao. Walivuka mahali hapo, wakaenda mbele zaidi. Lakini jambo la tatu tuliona kwamba walitoa kwa uwezo na zaidi ya uwezo wao, lakini kwa hiari. Hiyo ni muhimu sana. Si kwa lazima, si kwa kusurutisha, si kwa kulazimisha. Anasema kwa hiari yao walitoa vyote. Kwa tafsiri nyingine, anaposema kwa hiari, manake walitoa kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa kuthamini, kwa moyo wa kupenda kumtolea Mungu wao. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye maisha ya kwako, unapotaka kutoa kwa kuto kujihurumia, kuangalia kiwango chako kwanza cha uwezo ambao Mungu amekupa. Lakini pia usiishie hapo, unaweza ukaenda mbele zaidi, kutoa zaidi. Lakini jenga msingi wako kutoa kwa hiari, wala si kwa kulazimisha. Sasa leo nilitamani nikupeleke kwenye kipande cha mifano ya watu waliofanya kitu cha pekee kwenye sadaka. Saa zingine huwa tunatiana moyo kwamba Bwana, toa kitu chochote, Mungu anaangalia moyo. Wewe unatupa na mstari wa Biblia. Biblia imesema walitoa kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao na kwa hiari ya moyo. Jana tulipokuwa kwenye ibada, kuna baadhi ya vitu tulizungumza, na tulipomaliza ibada, yule mwenyeji wangu mchungaji aliniongezea kitu cha ajabu sana. Akasema unapotoa sadaka yako, anasema ile sadaka yako inafananishwa na skana inayoskani vitu vingi nyuma kabla ya tendo hilo la kutoa sadaka. Yani umepata kiasi gani, umeacha nyumbani kiasi gani, ulinong'onezwa utoe kiasi gani, umepunguza kiasi gani, umeleta kanisani kiasi gani. Kaambia mchungaji, mbona naongea vitu vigeni sana? Akaambia ndivyo ilivyo. Nenda kwa Anania na Safira kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume.
Wameuza shamba, Petro hakuwepo. Wamepata hela, Petro hakuwepo. Wanajadiliana watoe kiasi gani, Petro hayupo. Wameficha kiasi gani nyumbani, Petro hayupo. Wanapoenda kanisani, Petro anaongea maneno magumu sana. Anaambia, sikiliza, hamkumdanganya mtu, mmemdanganya Mungu. Hamkudanganya mwanadamu, mlimdanganya Roho Mtakatifu. Mlichokipata sicho mlichokileta. Anania anasema haiwezekani. Wakati anaendelea kushangaa pale, akadondoka akafa. Nini kilichotokea? Skana. Kwa hiyo usijitie moyo kwamba unaweza kumdanganya Mungu. Unaweza kumdanganya mchungaji wako na kiongozi wako wa kanisani, lakini sio Mungu. Na ndio maana inapokuja kwenye ajenda ya kutoa kwa Mungu, usifanye udanganyifu wowote. Sasa leo nitaka nikuonyeshe mifano ya watu waliofanya kitu cha kipekee kwenye sadaka. Wako watu wengi, sijajua tutakuwa na mifano mingapi, lakini leo ninatamani kwa utulivu kabisa tuone mfano mmoja. Mtu mmoja anaitwa Habili. Habili kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 4. Lakini tukianzia mstari wa kwanza sio mbaya, ila ninauwinda mstari wa 4. Mifano ya watu waliofanya kitu cha pekee kwenye sadaka, kwenye kona ya sadaka. Angalia Habili na kila alichokifanya. Hebu tuende Mwanzo 4 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema hivi: Adam akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Taka upate hiyo picha kwanza. Hawa watu wawili kila moja ana chanzo chake cha kipato. Sasa viko vitu vingine ambavyo tunaweza tukavizungumzia nyuma ya pazia, sitaki leo nivizungumzie, niende kwenye kile ninachotamani nikiangalie. Angalia mstari wa 3. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Ameitaja sadaka, lakini hatuoni ni aina gani ya sadaka aliyoitoa. Yenye hadhi ipi, yenye kiwango kipi, yenye thamani ipi. Amezungumza tu kwamba akatoa sadaka, akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Kwa hiyo ile hadhi iliyobebwa na sadaka ya Kaini haielezwi. Huo ni kielezo, huo ni kifafanuliwa. Lakini mstari wa 4 ambao ndio niliokuwa nautaka, sadaka ya Habili, angalia, inaainishwa, anainyumbua, anaitafsiri ilivyokuwa. Kwa nini anaitafsiri? Kwa sababu ya namna ile sadaka ilivyokuwa. Sasa angalia anachokisema. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama, kipande cha kwanza. Kwa hawakuwa tu wanyama, bali walikuwa ni wazao wa kwanza wa wanyama. Nitakueleza mbele ya safari thamani iliyobebwa na kitu cha kwanza. Watu wengi wanafanya mzaha na mchezo na kitu cha kwanza, lakini kitu cha kwanza usipokaa nacho vizuri kinaweza, ndicho alichokuwa nasema ndugu yangu hapa kwamba mwanzo wako ndio unaotengeneza mwisho wako. Sasa angalia hapa anasema akaleta wazao wa kwanza wa wanyama. Angalia kipengele cha pili, sadaka ya Habili na sehemu zilizonona. Kwa Kaini hatuoni huo mnyumbuliko, hatuoni huo ufafanuzi. Kwake tumeelezwa tu alileta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Lakini inapokuja kwa Habili, 1 wazaliwa wa kwanza, 2 na sehemu zilizonona, angalia matokeo yake. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Unaweza ukawafundisha watu toeni kwa imani, ni kweli kabisa. Lakini pia pamoja na imani, angalia sadaka ya Habili ilivyokuwepo. Ilikuwa ni sadaka ya vitu vya kwanza na sehemu zilizonona. Sa mara nyingi sana huwa nafafanua hapa, nasema Biblia imenyamaza kimya inaposema na sehemu zilizonona. Hatuambia kwamba wale wazaliwa wa kwanza wa wanyama aliyowaleta walikuwa ni wanyama walionona, hatujaambiwa. Lakini pia 2, hatuambiwi ya kwamba alipokagua wale wazaliwa wa kwanza, alipoona kuna baadhi wamekonda, 2 watatu, akawachomoa kati ya wale 10, 20 au 30 aliokuwa nao, akawachomoa waliokonda, akawaleta walio wanene. Biblia haisemi chochote. Lakini pia hatuambiwi ya kwamba inawezekana katika lile kundi la wale wazaliwa wa kwanza aliwaona kuna wanyama ambao hawana hadhi ya kumtolea Mungu sadaka, akawahesabu 1, 2, 3, inawezekana mpaka 20, akaongezea na wengine juu yake. Biblia imenyamaza kimya.
Lakini ninachotaka uone ni nini? Ni kwamba Habili alileta wazao wa kwanza wa wanyama. Anaongeza na sehemu zilizonona. Maneno ama sentensi hizi mbili zinatupa tafsiri ifuatayo, ya kwamba sadaka ya Habili ilikuwa ni sadaka yenye hadhi, sadaka yenye thamani, sadaka yenye kiwango, sadaka yenye bei, yenye gharama kubwa. Haya maneno tu tuliyoyasoma. Kwa haikuwa sadaka ya kawaida. Hii ni sadaka ya kipekee. Ni sadaka maalum. Ni sadaka inayotoka kwenye moyo wa mtu anayetoa kwa kumaanisha, asiyetoa kwa kufuata utaratibu. Unajua, unaweza ukadhani unatoa sadaka, kumbe unatimiza utaratibu wa kanisa la kwako. Na ukitaka kujua ya kwamba unatoa ili kutimiza utaratibu wa kanisa la kwako, angalia, unatoa ukiambiwa, unatoa ukisukumwa, na saa zingine vitu vingine unaweza ukagoma usitoe, na wakati mwingine unaweza ukafanya vitu vingi tu, lakini lengo si kugusa moyo wa Mungu. Hufanyi kama kwa Mungu. Na ukitaka kufahamu zaidi, angalia, kila unapotoa unataka kufuatilia matumizi kuanzia A mpaka Z. Si maanishi ni vibaya, lakini ni kwa lengo lipi? Unapoona unataka kufuatilia ili ujue nani amekula ni kuonyesha kiwango chako cha utoaji wa sadaka, kwamba umelenga kutoa ili kuwaonyesha watu unatoa. Utoi kama kwa Mungu. Niliwahi zungumza maneno magumu sana. Ukitoa sadaka yako kama kwa Mungu, tafsiri yake, maana yake, yoyote atakayefuja hiyo sadaka hafanyi kwako, anafanya kwa uliyemtolea. Na hapo ndipo tunapopaswa kutengeneza imani zetu. Tunagombana sana na watu wanakula hela, wachungaji si wanafanyaje? Hautoi kwa mchungaji, tunatoa kwa Mungu. Acha kuingilia vita isiyo kuhusu. Ngoja niseme Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiona mtu anatoa mzaliwa wa kwanza, nikupe mfano, mtoto wake anamtoa, kwa sababu Biblia inazungumza habari za kumkomboa. Mtoto wako wa kwanza kama sadaka ya mavuno ya malimbuko kwa Mungu wako, ama mzaliwa wa wanyama wa kwanza, ama mshahara wake wa kwanza, ama faida yake ya kwanza kwenye biashara, ama mazao ya kwanza kukomaa. Kule kijijini wana hiyo desturi, yale mazao ya kwanza ya kikomaa huwa yanakusanywa ama yanachumwa, halafu yanapelekwa sadaka madhabahuni, kwamba sasa yameanza kukomaa kwenye shamba, ni shukrani yetu kwa Bwana. Ukiona mtu anatoa sadaka hiyo kwa Bwana, lazima ujue kwamba huyu mtu anamaanisha anachokifanya. Jambo la pili, lazima ujue huyu mtu anampenda Mungu kwa kumaanisha. Lazima ujue kwamba huyu mtu mahusiano yake na Mungu yamekaa vizuri. Lazima ujue kwamba huyu mtu ndani yake Mungu ni kipaumbele. Lazima ujue kwamba huyu mtu ndani yake imani yake imejengeka kumtegemea Mungu, wala si mali alizo nazo. Kwa nini? Angalia, rudi kwenye mazingira ya kawaida. Nilikwambia kitu cha kwanza siku zote kina tabia ya kushikilia moyo wa mtu. Kwa hiyo mtu anapokitoa kile kilichoshikilia moyo wake na kukitoa sadaka kwa Bwana, manake anahamisha imani yake kutoka kwenye kuvitegemea vitu, fedha na mali, na kumtazama Mungu peke yake. Lakini tafsiri ya ndani, manake kwake Mungu ni kipaumbele, ni nafasi ya kwanza. Kwake Mungu ni kila kitu. Sasa angalia, hiki ni kiwango cha juu sana cha mtu kumpenda Mungu, kwani vitu vya kwanza mara zote, nimekuambia, vina tabia zifuatazo, vinaushikilia moyo wa mtu. Nenda kwa mtoto wako wa kwanza. Nenda kwa wale walio na watoto 2 3. Nenda kwa namna ambavyo mtoto wako wa kwanza alivyokuwa. Watoto wa kwanza hawajuagi kulia. Akifungua tu mdomo, mama ameshafika, ameshamnyonyesha. Akipiga chafya mara moja amepelekwa kwa specialist. Sio tu kwa sababu ya ushamba wa kupata mgeni mtoto wa kwanza. No, ni kwa sababu aina ya kitu cha kwanza kina tabia ya kushikilia moyo wa mtu. Angalia, anasema vinashikilia moyo wa mtu, vina kelele nyingi sana, vina matarajio mengi kuliko maelezo. Vitu vya kwanza, mshahara wa kwanza, faida ya kwanza, mtoto wa kwanza. Ukitaka kulijua hilo vizuri, angalia, ulipopata mshahara wako wa kwanza, ulipopata faida yako ya kwanza, wanyama wako walipozaa kwa mara ya kwanza, mazao yako yalipokomaa kwa mara ya kwanza, unakumbuka nini kilitokea kwenye moyo wako? Ni mahangaiko makubwa sana.
maswali mengi sana, kulikuwa na vitu vingi, kelele nyingi sana kule kwenye moyo wa kwako. Kwa nini? Kile kitu cha kwanza kina tabia ya kushikilia moyo wa mtu, kina tabia ya kuwa na kelele, kina tabia ya kusumbua moyo wa mtu. Kwa sababu gani? Sio cha mtu, mwenye nacho ni Mungu. Kwa hiyo unakumbuka ulifanya nini ulipopata mshahara wako wa kwanza? Ulipopata faida yako ya kwanza kwenye ile biashara yako ya kwanza kabisa, ulipeleka wapi ile faida yako? Unajua maswali yaliyokuja ndani ya moyo wako, nifanyie nini? Huu ndo mshahara wangu wa kwanza, nifanyie nini? Nipeleke wapi? Nianzie kufanya nini? Sasa maswali hayo yalikuwa ni ishara kwamba ulicho nacho sio cha kwako, ni cha mwenye nacho ambaye ni Mungu, ambaye umiliki wake kwenye cha kwanza ni umiliki halali, na ndio maana inaitwa ni sadaka ya malimbuko kwa Bwana. Yeye ndiye mwenye hati miliki ya vitu vyote vya kwanza. Kwa hiyo kama ulikula mshahara wako wa kwanza, uliiba. Tena ulimwibia Mungu. Kwenye Malaki anasema, mnasema mnaniibia mimi kwa namna gani? Mmekula zaka na dhabihu, hamjatoa, kwa uliiba. Kwa kama haukutoa malimbuko kwa Bwana, uliiba. Sasa hiyo ni mbaya sana. Kama unafika mahali unakula mpaka vya Mungu, kesi yake si rahisi sana. Na ndio maana hata inapotokea changamoto kwenye kazi zako, unakosa ujasiri wa kurudi kwa Mungu. Kwa nini? Huna agano, huna mkataba na yeye. Lakini unapotoa kitu chako cha kwanza, unaingia mkataba ya kwamba Mungu, kwenye hii safari ya miaka yangu, nitakapokuwa kazini, kwenye biashara, kwenye shughuli za kwangu, nenda pamoja nami. Unapokwama mahali unarudi, Mungu, tulikubaliana na wewe ya kwamba utaenda pamoja na mimi kwenye hii kazi. Ni sawa na yale maneno ambayo Musa anasema, uso wako sipoenda pamoja nami, usitutoe mahali hapa. Manake hakutamani kwenda peke yake. Kwa unapotoa sadaka yako ya malimbuko, maana yake unamwambia Mungu, uso wako uende pamoja nami. Kwa kuna mambo ambayo Mungu ataingilia kati kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye miradi yako, kwenye kampuni yako. Nini? Kwa sababu ulipopata kile cha kwanza, ulisaini mkataba kupitia hiyo sadaka na Mungu wako. Sasa angalia yale maswali magumu uliyoyapata, ambayo wengi wanayapata, wafanyakazi na wafanyabiashara, kwamba nikitoa sadaka na hasa ya kile kitu cha kwanza, nitaishije? Na mimi nina swali juu yako, kabla ya hapo uliishije? Sababu swali nakwambia, hii bwana ndo ajira yangu ya kwanza, nitaishije nikitoa mshahara wangu wa kwanza? Hii ndo biashara yangu ya kwanza, nitaishije nikitoa hii faida? Kabla ya hapo uliishije? Kama uliweza kuishi mwanzoni, maisha yalienda, unaweza ukaishi hata baada ya kutoa malimbuko, na hasa ukijua thamani ya kilichobebwa na sadaka yako ya kwanza, ambayo ndio sadaka ambayo Habili anatufundisha kwayo. Nihitimishe kwa hili. Lazima ujue kwamba hatuishi kwa kuvitegemea tulivyo navyo. Havijawahi kutosha hata siku moja. Na ndio maana hata mabilionea bado wanafanya kazi. Vingekuwa vinatosha, wangeamua kuacha ili vikidhi mahitaji yao. Hatuishi kwa kuvitegemea tulivyo navyo, bali tunaishi kwa neema, kwa mkono wa Mungu mwenye vyote. Nazo kasema, mtumishi, tuwe tunatumia hekima. Wacha nikwambie, sio hekima yako ya namna ya kutumia inayoweza kufanya uishi. Fikiri kwa mfano, leo unaambiwa unapaswa kwenda India. Fikiri unaambiwa leo kuna msiba wa mtu wako wa karibu, unatakiwa kusafirisha msiba kwenda huko kijijini ama huko mkoani. Nataka kuniambia hiyo akiba yako itatosha? Fikiri mtoto wako anadondoka sahihi, mume wako, mke wako, unategemea hiyo akiba inatosha? Nilikwambia juzi, na ndio maana kwenye misiba ya matajiri wenye uwezo mkubwa, hata maskini huwa wanatoa rambirambi kusapoti lile jambo kwamba ni la kijumuiya. Kwa hiyo anayeweza kutufanikisha sio akiba tulizo nazo na hazijawahi kutosha, ni neema ya Mungu peke yake. Na wakati mwingine kuzuia kutoa vichache tulivyo navyo ni kuzuia vingi ambavyo Mungu alikusudia kutubariki navyo baada ya kutoa vichache tulivyo navyo. Kwa hiyo kuna wakati tunajizuilia baraka sisi wenyewe kwa kudhani tulivyo navyo ni vingi, ama tulivyo navyo ni vichache, basi nisitoe ili nibakie navyo kwa ajili ya wakati mwingine. Dada mmoja jana ametoa ushuhuda mgumu sana kanisani. Sema, mtumishi, tulipojifunza kwa habari ya kutoa kwa uaminifu, nikawa nimebakiwa na akiba kidogo sana, na sijafanya kazi karibia siku 3. Ndani yangu ninasikia
kunongonezwa, kuambiwa, kusisitizwa, toa hiyo akiba. Lakini nikawa najiuliza, nikitoa nitakula nini? Asema mwisho wakati nimeenda kwenye kile kibubu changu kuchukua hiyo akiba, anasema ndani yangu nikawaza, nikasema kutoa ninapenda, lakini pia lazima nitumie na hekima. Nina watoto, lazima watoto wale. Kwa kasema nitatoa hii hela, nitaichange ili nitoe nusu kwenye sadaka, nitoe nusu kwa ajili ya matumizi. Anasema chakula cha siku hiyo kilikuwepo, swala ni kesho. Mwisho wa siku alipotaka kuchange ile hela, anasema ndani yake alisikia kuumia mara 3. Akafika mahali akasema, potelea mbali, ninakwenda kutoa. Kama Mungu utaruhusu tufe kwa sababu tumekutolea sadaka, nimeamua kutoa hii sadaka yote kwako. Sasa kwa namna fulani unaweza kuona kama vile akili zilikuwa zimemluka. Hiyo ndio imani. Huko ndiko kumjaribu Mungu wako. Biblia inaposema mkanijaribu kwa namna hii, sio kwa kutoa zile change masalia na baki, ni kutoa vile ambavyo vimeshikilia mioyo yetu. Yule dada anasema, nilipotoa ile sadaka mtumishi, ninarudi nyumbani ninawaza, hivi kesho pakikucha panakuaje? Hawa watoto watanielewaje? Yani kesho kumekucha watoto naambia hakuna chakula. Unajua, anasema amerudi nyumbani kutoka kwenye semina, anakutana na ujumbe kutoka kwa mtoto wake. Mama, kuna mgeni alikuja hapa, ameleta mfuko huu. Kwenda kuangalia kule ndani kuna kiloba cha mchele wa kilo 5. Nikamuuliza swali hili, ile hela ambayo ulitaka kuchange ingekuwa na uwezo wa kununua kiloba cha kilo 5 cha mchele? Akaambia wapi, hata nusu yake nisingeweza kununua. Kwa hiyo alipotoa vichache alivyokuwa nacho, alifungulia milango ya baraka ya Mungu kuachilia neema kubwa katika vitu vingi ambavyo anavyo. Wacha nihitimishe kwa kusema hivi, Mungu anavyo vingi kuliko ulivyo navyo. Anapotaka utoe, anataka kukujaribu kama alivyomjaribu Ibrahim, ili aone kiwango chako cha uaminifu, ili aongeze kiwango chake cha kukuamini kwa viwango vikubwa zaidi vya baraka. Namba yetu ya sadaka ni 0757 220 220. Ninarudia tena, 0757 220 220. Tuma sadaka yako hapo. Unapotuma unasapoti injili hii, unasapoti madhabahu hii, unasapoti utumishi huu, ili Mungu aendelee kuhubiriwa mahali na mahali. Kabla ya kuhitimisha, wacha tuombe. Takatifu na mwaminifu Baba yetu, asante kwa uaminifu na wema wako. Saa zingine hatujapenda sana kujifunza kutoa kwa sababu tunadhani ni bidii yetu na ni nguvu zetu. Na tunadhani kutoa ni kujifilisi na kupunguza tulivyo navyo. Hatujui ya kwamba kuna wakati unataka kupima uaminifu wetu ili kutubariki katika vingi ulivyo navyo. Tuondole moyo wa kushindwa kutoa, moyo wa unyimi na ubahiri katika kukutolea wewe, ili mwisho wa siku Bwana tukujaribu kwa namna hii, tuone ile ahadi yako uliyotuahidi ya kwamba utatumwagia baraka hata pasiwepo mahali pa kutosha. Mungu, tunatamani tuone hiyo neema ikitembea pamoja nasi. Asante kwa ajili ya msikilizaji wetu mmoja aliyesikiliza na kuelewa hili na atakayefanyia kazi. Usimwache na usimpungukie juu ya kila atakachokitoa. Akauone mkono wako na neema zako zikitembea pamoja naye. Katika Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amina.